kumekuwa na upotoshaji wa makusudi kabisa unatolewa kwenye maeneo yetu. Tunaambiwa chanjo hii ina changamoto hizi na hizi. Sisi kama viongozi na wadau tuwe mstari wa mbele kusimamia maeneo yetu, tutoe elimu ya kutosha. Chanjo hii ni salama kabisa, imethibitishwa na vigezo vyote vya serikali na ndio maana imetufikia. Na pia napenda tuendelee kupongezana. Awamu ya kwanza tulivuka vizuri kabisa. Awamu ya pili tulifanya nini? Tulivuka vizuri. Nina imani ya awamu hii pia tutafanya vizuri zaidi. Tuendelee kutoa elimu. Butiama sisi tulifanya vizuri sana. Nina imani kabisa kupitia viongozi wetu wa dini. Naombeni sana 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 tutumie majukwaa yetu ya ibada, kwa maana leo ni siku ya Ijumaa, na ndio maana niongea na mwenzangu tukasema lazima leo tufanye siku ya Ijumaa, kwa sababu Ijumaa tuna nini? Kuna ibada. Lakini Jumamosi tuna nini? Tuna ibada. Na Jumapili pia tuna nini? Tuna ibada. Tutumie majukwaa haya vizuri ndugu zangu. Sisi wazee pia tutumie programu zetu, tuelimishe wananchi wetu wa Butiama. Historia ambayo mimi ninayo, Tanzania ugonjwa bado, yaani hatuna kabisa Tanzania hii ugonjwa, hatuna. Ni juhudi za makusudi kabisa za serikali, hususan Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni rais ambaye kiukweli anajali sana sana sekta ya afya. Chanjo hizi ni gharama, zinatolewa kwa bajeti kubwa sana. Sisi kama wadau tujaje hapa makusudi kama ambao Mheshimiwa Mwenyekiti amesema, tumekuja hapa kwa sababu tunawajibika vizuri sana kwenye jamii zetu. Wazee, tuelimishe vijana wetu. Chanjo hii ni salama. Viongozi wa dini, watendaji, viongozi wote, wazee wa mashuhuri, wadau wote wa halmashauri, wataalamu wetu, tuendelee kuelimisha wananchi wetu kwamba chanjo hii ni salama kabisa kabisa, haina madhara na hakuna sababu mtoto aachwe, kwa sababu hakuna gharama zozote, ni 100% bure.